Kaa nami. Pumzika kidogo. Na usikie hadithi ya Alice, mwanamke ambaye alipoteza kila kitu, lakini alijipata mwenyewe. Alice na Benjamin walikuwa wamependana kwa miaka 7. Kuanzia upendo wa vijana hadi ndoa. Benjamin alimpenda Alice kwa moyo wote. Hata wakati maadui walipomfuatia, Benjamin alimkinga Alice kwa mwili wake mwenyewe. Alice aliamini kuwa Benjamin angemlinda maisha yake yote. Hadi mwezi mmoja uliopita, Alice alimkuta Benjamin akiwa karibu mno na Jessica kwa njia ambayo haikustahili mke wake kuona. Ndipo alipogundua kwamba Benjamin aliyempenda kwa undani sana alikuwa amebadilika moyoni. Na aliyemfanya abadilike alikuwa Jessica, ambaye Alice mwenyewe alimwendesha masomoni kwa huruma. Alice aliamua kutoweka. Yeye na watoto wake wawili walipanga kifo cha uongo, kwa makini na kwa heshima ya mwisho. Siku moja kabla ya kutoweka, Benjamin alimkuja Alice kumchukua nyumbani. Alice aliona mdomo wa rangi nyekundu kwenye kola ya Benjamin. Alijua vizuri ilikuwa ni uchokozi wa Jessica. Lakini kwa kuwa tayari alikuwa ameamua kuondoka, hisia zake kwa Benjamin zilikuwa zimekwisha. Alimwachia aende kwa Jessica bila maneno. Asubuhi ya pili, Benjamin alirudi nyumbani. Alimkuta Alice amelala kwenye sofa. Haraka akaeleza kwamba alilala ofisini kwa kazi ya dharura usiku ule. Lakini Alice alihisi harufu ya manukato ya mwanamke kwake. Benjamin alisema Alice alikuwa mgonjwa akilini, akidai kuwa yeye tu ndiye anayempenda duniani. Alice alijua alikuwa anasema uongo, lakini hakumfichua. Funzo: usaliti unahitaji utulivu ili kupanga hatua inayofuata. Baadaye, Alice alilazwa hospitalini. Benjamin alimhudumia vizuri. Nje, ndani ya moyo wake, alikuwa anasubiri simu za Jessica. Kila mara Jessica alipopiga simu, Benjamin alitoa udhuru wa haraka na kuondoka. Siku moja, baada ya Benjamin kuondoka, Jessica alimtumia Alice ujumbe wa maandishi akimwomba aje dirishani. Alice alipofika dirishani, aliona Jessica na Benjamin wakikumbatiana. Na Jessica akimtazama Alice kwa tabasamu la dharau. Alice hakuchagua kupigana. Badala yake, alichukua karatasi na kalamu. Akachora picha halisi ya kile alichokuwa amekiona, kwa mkono uliothibitiwa, lakini moyo uliokuwa umepasuka. Usiku ule, Alice aliwakaribishia watoto wake waliokuwa wakiishi kwa mama mkwe. Baada ya kuwalaza, Jessica alimtumia Alice video ya aibu, Benjamin akilala pembeni ya Jessica. Usiku huo huo, Benjamin alirudi nyumbani. Alice alimkaribisha kwa upole. Benjamin alilala mara moja, bila hata kutambua moyo wa mke wake. Funzo: thamani ya mtu huonekana akishatoweka, na amani ya kweli inapatikana kwa kuanza upya. Asubuhi iliyofuata, Benjamin aliwaza kwa nini watoto wamerudi. Alice alisema kwa utulivu, nimekuwa nikitumia muda mchache nao. Naomba uahidi siku chache za pamoja nawe. Benjamin alikubali haraka. Lakini alipokuwa akicheza na watoto, moyo wake ulikuwa mbali, macho yake yalifuata live stream ya Jessica. Jessica alimtumia Alice ujumbe wa uchochezi mwingine. Alice badala ya kulia, alipiga picha yake mwenyewe and Benjamin, akaituma kwa Jessica. Jessica aliwaka hasira mara moja na kupiga simu Benjamin. Benjamin, akiwa karibu na Alice, alishindwa kujibu. Jessica aliendelea kupiga. Hatimaye Benjamin alitoka nje akisema kazi ya kampuni, na kumwonya Jessica asijaribu kuvuka mipaka yake. Watoto walimuona baba yao akitoka. Mwanawe mkubwa alimuuliza Alice, "Mama, je, baba hatupendi tena?" Alice alihisi kitu kikimvunja ndani. Aligundua kwamba watoto wake walifahamu maumivu hayo mapema zaidi yake. Aliwakumbatia akisema kwa upole, "Baba ana kazi nyingi, lakini mama atakuwa nanyi daima." Siku iliyofuata, Alice alikwenda shuleni kuwachukua watoto. Benjamin aliahidi kuja, hakuja. Jessica alituma video nyingine ya uchochezi. Alice, akiwa na hasira iliyozuiliwa kwa heshima, aliwaambia watoto wake, "Twende kumtafuta baba sasa hivi." Walipofika kampuni, waajiriwa waliwaeleza kwamba Benjamin na Jessica walikuwa ofisini. Katibu wa kampuni, badala ya kuwazuia, aliwapa ufunguo wa ofisi. Mlango ulipofunguliwa, Benjamin alimwona Alice na haraka akaficha Jessica chini ya meza. Lakini Alice aliona mavazi ya Jessica kwenye sofa. Badala ya kelele,
Alice alisema kwa utulivu tu, chumba hiki kinanuka. Fungua dirisha upate hewa. Kisha akageuka na kutoka. Siku ya kumbukumbu yao ya ndoa ya 5 iliwadia. Benjamin alipiga simu Alice mara kwa mara. Hakuna aliyejibu. Ghafla, mtoto mdogo wa kike alimletea Benjamin sanduku la zawadi, akisema limetoka kwa Alice. Benjamin alifikiri ilikuwa mshangao wa upendo. Akafungua haraka. Ndani ya sanduku alikuta michoro, picha alizochora Alice hospitalini, picha ya Benjamin na Jessica, picha ya ukweli wote ambao Alice aliumeza kimya. Wakati huo huo, kwenye skrini kubwa nyuma yake, video ya Jessica ilianza kuchezwa mbele ya watu wote. Benjamin alitetemeka. Alikuwa anajua. Alice alijua kila kitu na hakusema neno. Jessica alijaribu kueleza. Benjamin hakusikiliza. Mama yake alimzuia na kumsema, "Nenda umrudishe Alice." Lakini katibu alimwambia kwa sauti ya chini yenye huzuni, "Huhitaji kwenda kumtafuta, Bwana Benjamin. Alice amekwisha kufariki." Benjamin alianguka chini kwa huzuni iliyomvunja mifupa. Tangu siku hiyo, aliishi maisha yake yote katika hatia na majuto. Lakini alichokuwa hakujua ni hiki: Alice hakufa. Mbali na hapo, katika mji mwingine, Alice alianza upya, akiwa na watoto wake 2 na tabasamu jipya kwenye uso wake. Alimsamehe Benjamin moyoni, lakini hakumruhusu kumharibu maisha yake. Na hadithi ya mtu anayepoteza hazina yake kwa mikono yake mwenyewe inaisha hapa. Na hapa